Basi mimi nikajua labda kitandani kule umejigonga kwenye kitanda. Wala usiwe na wasiwasi, mimi niko vizuri kabisa. Pole. Haya. Ngoja basi niwe na nyoshe kidogo mguu. Haya, sawa. Haya. Pole sana. Haya mama. Mama angu mie huyo? Ndo mimi bwana. Ndo mwenyewe huyo anahangaika. Kwa makini hapo na ngazi mama. Haya mama. Au nije nikubebe? Hapana. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Unapokea simu zangu lakini. Hivi una akili wewe? Nipokee simu yako ile iweje Bakari? Unajifanya mjanja. Wewe umefunga wewe. Sasa unataka kuharibu saumu yako? Naomba nisikilize Amina. Nina maongezi ya umuhimu na wewe. Naomba upokee simu yangu. Mwezi mtukufu Ramadhani kama huu, msichana wa Kiislamu, mtoto wa kike, una stara kabisa. Unavaa mavazi yasiyokuwa na stara. Uone zako wamefunga. Tena upo uchi wa mnyama. Upo mtupu. Mficha maradhi kifo umuumbua. Maanisha nini? Embo acha kujivika vazi la ucha Mungu, lihali wewe ni Firauni. Hivi unadhani umemkomoa yule shehe, lihali umejikomoa wewe mwenyewe? Si bora ungefanana tu na mimi. Naomba fanya niliyokuambia. Hayo mengine tuachane nayo. Chefu, mpopa uliomshinda fisi wewe utauweza? Halo. Naongea na Bwana Nuruddin Salehe. Yes, ndo mimi. Kwanza tuombe radhi kwa changamoto iliyojitokeza, kwa sababu hata sisi hatukutaka itokee hivyo, ni Mwenyezi Mungu tu amepanga. Mzigo wako ulioagiza China wote umezama kwenye maji. Unasemaje? Halo. 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 Mungu, kuna usalama kweli? Kweli. Ona. Simu yako inasaliwa. Simu yangu inasaliwa. Mbona kama mikosi sasa? Yaani mzigo wenye thamani ya milioni 100 unapotea kizembezembe tu. Eti umetitia kwenye maji, umezama kwenye maji. Mzigo wenye zaidi ya milioni 100. Yaani mzigo unapotea eti umezama na maji. Mzigo wenye thamani ya milioni 100. Hivi huyu Mungu ni Mungu wa aina gani ambaye hataki maendeleo ya watu wengine? Astaghfirullah, mume wangu. Mbona mkufuru Mwenyezi Mungu? Mitihani uje na kuondoka. Hizi ni changamoto tu, zitapita mume wangu. Usimkufuru Mungu. Haya mambo yote yanatokea, chanzo ni wewe hapo. Wewe hapo ndo chanzo wa kila kitu. Kila kitu kilichokuja kutokea kwenye maisha yangu, chanzo ni wewe. Sasa si waga unakaa na Mungu wako mnapiga story. Kaa zungumza na Mungu wako, mzigo wangu mimi urudi. Zungumza na Mungu wako huyo vizuri, mzigo wangu mimi urudi. Kaa omba sana. Mzigo wangu usiporudi utachagua pa kwenda. Ongea na huyo Mungu wako, mimi nataka mzigo wangu. Haiwezekani mzigo milioni 100. Ongea na huyo Mungu wako. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo tupo katika mwendelezo wa darasa zetu ndani ya mwezi wetu mtukufu wa Ramadhan, na tupo katika unwani ama anwani inayoelezea wito wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi, ambapo Allah anasema subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu ametuita kwa wito maalum, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kwenu kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ili iwe nini? Lengo ni nini? La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hapa tunaona kumbe kuna vigezo na masharti. Kama tunavyozingatia vigezo na masharti katika mambo mengine, hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuita mu'min, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam. Na kwa hivyo darasa zetu kama milolongo inavyoendelea tunazifanya kidogo kuzifupisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ya majukumu mengine. Tuishie hapa insha Allah, tutaendelea katika vipindi vingine. Naam, Sheikh Muhammad. Mimi nilikuwa nataka nijue kuna faida gani kwenye kufunga mwezi wa Ramadhani na kuna faida gani kwenye kuswali tarawih? Naam. Ama tukirudi kwa swali lako la tarawih, hapo umezungumzia jambo kubwa, swala ya tarawih. Swala ya tarawih ni swala ya sunna ambayo inapatikana ndani ya mwezi huu. Hili jibu tunalipata katika aya ambayo tumetoka kuisoma hivi sasa, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kwenu kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii aya inatuletea jibu ya swali la kwanza la ndugu yetu, kwamba tunapofunga Mwenyezi Mungu ameweka wito maalum, ya ayyuhalladhina amanu. Sisi tunapomuitikia na kufunga, maana yake tunamfurahisha Mwenyezi Mungu, tunamfurahisha Allah ya kuitikia ile swala la kufunga, na tunapofunga maana yake tunalipwa. Tukilipwa maana yake tunakuwa tunapata faida kwa sababu tumemuitikia muumba wetu kwa ule wito wake. Bila shaka kwa hilo swala la kufunga, hilo ni jibu lake tosha aya hii. Lakini ama kwa tarawih, tarawih ni swala ya sunna mashekh. Tarawih ni bora, na si tarawih tu, kufanya dhikri, kusoma Qur'ani. Mtu atakaposoma Qur'ani akafanya dhikri na kuiswali swala ya tarawih ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna malipo makubwa sana, kwa sababu kwenye miezi mingine ukifanya jambo moja jema utalipwa kwa 10. Vipi kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kuna malipo makubwa sana. Kwa hivyo tunakokotezwa ama tujitahidi tusogee misikitini tuiswali tarawih. Nafikiri nimekujibu Sheikh Muhammad. Ustaz, mimi na swali moja nataka kuuliza. Vipi kwa mtu ambaye anasema kuwa amefunga alafu akawa anasimama na wanawake ambao hawana stara, na anajua kuwa amefunga, lakini baada ya hapo akapita mtu fulani katika lile eneo, ama mwalimu fulani akapita katika lile eneo, huyo mtu hubadilisha mada mbali kwa kizungumzia mwanzo. Vipi mtu kama huyo, hukumu yake iko vipi?
Vipi Sheikh? Kikozi tu Ustaz. Ndugu yetu ameuliza Sheikh Ali, vipi kwa mtu ambaye anafunga alafu anasimama na wanawake ambao hawana stara? Naam. Na hii ni kawaida sana, imekuwa kawaida sana katika jamii zetu. Jamii zetu zimekuwa za hovyo sasa. Lakini nawaambia kuna watu wanafunga, wanaswali, lakini wanajificha katika kivuli cha dini. Hii ni mbaya sana ndugu zangu, nawaambia. Tujikinge sana na nitawajibu hili kupitia hiki kisa. Palikuwa na shekhe mmoja, aliwafundisha wanafunzi wake. Kisha baada ya kuwafundisha akaona hawatahini awafanyie mtihani. Basi akawaita wanafunzi wake. Wale wanafunzi walipokusanyika, akawaambia, enyi wanafunzi wangu, hebu njoeni na visu, njoeni na kuku. Kisha wale wanafunzi wakamjia na visu na kuku, kila mmoja akiwa ameshika kuku wake. Kisha yule shekhe akawaambia, enyi wanafunzi wangu, leo nawapa mtihani. Kila mmoja atoke, atafute sehemu ambayo haonekani, aweze kumchinja huyo kuku ambaye anaye. Basi wanafunzi wale wakatoka kila mmoja, wakaenda walikokwenda, wakatafuta walipopatafuta, kisha wakachinja kuku wao, baada ya kujihakikishia ya kuwa hawaonekani. Ila isipokuwa mmoja tu alirudi aliyakuwa amenyong'onyea, amechoka, amehuzunika. Wenzie wakaanza kumcheka na kumkejeli, wakimweleza ya kuwa wewe, machaka yote unayoyaona, sehemu zote unazoziona zilizojificha, umeshindwa kumchinja kuku wako? Shekhe naye akamuuliza, vipi, mbona umeshindwa kumchinja kuku wako? Yule bwana akawajibu, kila nilipokuwa nikienda, nikijificha, nikijaribu kuangalia nani anayeniona, nilikuta naonekana. Kila ninapokwenda, nilihisi naonekana. Yupo mmoja aliyekuwa akiniona. Shekhe akamuuliza, ni nani huyo aliyekuwa akikuona? Akasema, Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni funzo kubwa sana. Kupitia kisa hiki tunatakiwa tujifunze amali tunazozifanya. Tuzifanye amali hizi kwa kujua ya kwamba yupo anayetuona, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amali yoyote unayoifanya Allah anaiona. Kwa hivyo yatosha kujifunza kwa kisa hiki. Ni kisa ukikifuata kitakuwa na mashiko mazuri sana. Mimi naona leo tuishilie hapa, tumalize hapa, kisha tutakuja kuendelea na mada nyingine, tukafanya majukumu mengine kutokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani umetufanya tunapata mishughuliko mingi. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dhammil a'da'aka a'da' ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.